Could you say? Gracias. Welcome everybody. Karibu sana kila mmoja. Karibu kwa maandalizi haya. Nachukua nafasi hii niwakaribishe kwenye ibada yetu ya kesho hapa Evangelism Fellowship Center Mlolongo Phase 3. Njoo tuabudu Mungu. Njoo tumtukuze Bwana. Njoo tumtafute Bwana. Njoo tukamwabudu. Wachana na mambo mingi ambayo yapo katika ulimwengu huu. Wachana na hiyo mambo. Just come and God will bless you. Nimetaka kuwakaribisha kwa hiyo video recording ama hiyo live kidogo. Niwakaribisha ya kwamba nikiwaambia ya kwamba ni vyema sana kupata madhabahu na ni vyema sana kutafuta Mungu. Ni vyema sana kutafuta Mungu. Wewe siache kwenda kutafuta Mungu ni kwa sababu ya mtu ambaye amekosa kwa mchungaji au kwa kanisa fulani, na ile wakati ambao anakosa inafikia kiwango ya kutafuta vile na wewe atakutafuta mkose pamoja. Watu wa Mungu, naomba muwe serious kwa hili. Maana kile ambacho kinatembea kwa Wakristo ni kana kwamba watu wengi wanaacha madhabahu yao ni kwa sababu ya mambo ya ulimwengu na kwa sababu ya maneno. Lakini nataka niwaambie kwamba even kipindi cha Yesu aliyehubiri injili na vita zilikuwa na mambo yalikuwa. Maandiko yanasema kwamba hicho kipindi walifika mahali wakasema kwamba anaabudu misimu, anaabudu Beelzebuli. Nataka na mimi niwaambie kwamba be careful with those you call your friends. Kuna kitu ambacho Mungu amenifunulia kwamba watu wengi wanateseka na watu wengi wanahangaika ni kwa sababu ya watu wengine. Watu wengine wanawachukua, wanawatoa mahali wanastahili, wanawatoa kwa ndoa zao, wanawatoa katika makanisa ambao wanafaa kusaidika, wanaenda kuhangaika kwa barabara. Na the time unaingia kuhangaika, mule mtu anaondoka. Ndio sababu nimechukua live hii niwaambie ya kwamba just welcome tomorrow. We are going to worship the Lord in the truth na katika roho. Na ninajua ya kwamba hiyo jambo litakuwa la kufurahisha Mungu. Just welcome your friend, share this video, comment, tuambie sauti iko namna gani, na Mungu wetu anaenda kuwabariki. What I know ni kana kwamba Mungu tunayeabudu is a faithful God. He can bless, he can lift, he can destroy, he can open somebody. Anaweza akafungua mtu
ambaye amefungiwa vitu zake. Vitu zako zimefungiwa, anaweza akakufungua. Kwa hivyo kile ambacho nilikuwa nataka niwaambie jioni ya leo, welcome tomorrow, na tukabarikiwe pamoja. Baraka za Israeli zilikuwa kwa kinywa cha Hezekia alipotabiri, na jeshi kubwa likapatikana, maana Mungu alikuwa anajua. Kwa hivyo katika taabu uwemo, ili Bwana akaponye wanaoonewa. Psalms 73 verse 5 inasema, katika taabu yangu awamo wala hawapati mapigo. Hawapati mapigo gana huyu. Kwa hivyo kile ambacho nataka niwaambie ni kana kwamba tukisoma hiyo maandiko inasema kwamba kuna kipindi ambacho walikuwa wanapiga Daudi, kuna kipindi ambacho walikuwa wanaonea Daudi, kuna kipindi ambacho walikuwa wanampiga yule Daudi ambaye alikuwa anafanya huduma. Lakini maandiko yanasema kwamba katika ile hali Mungu akaonekana na Mungu akajidhihirisha. Kwa hivyo nataka niwaambie kwamba katika kipindi hiki na safari hii tuliko, kuna watu wengi wanapigana na imani yetu. Kuna watu wengi wanapigana na injili tunayoifanya. Na ndiyo sababu nilikuwa nataka nisome maandiko kidogo tu. Nikisoma na wewe unabarikiwa. Maandiko nasema hivi, Psalms 73 verse 5. Nasema, katika taabu ya watu hawamo wala hawapatikani. Katika taabu ya watu hawamo wala hawapatikani. Hii ni ishara ya kana kwamba sasa Bwana atakapoingililia katika mambo yako, mapigo mengine yataondoka na mapigo ya wanadamu itaondoka. Kwa hivyo kile ambacho nataka niwaambie jioni ya leo, namba 6 inasema, hivyo kiburi kimekuwa mkufu shingoni mwao. Kiburi, watakuona ukiinuka wainuke na kiburi. Watakuona umebarikiwa walete kiburi. Watakuona unaendelea vizuri walete kiburi. Na ile kiburi waanze kuinua. Na kwa sababu kiburi imetoa watu wengi katika mpangilio wa Mungu na katika mambo ya Mungu. Sasa hapo ndio unaweza ukapata kukuta ya kwamba mtu ameingiwa na kiburi, amejiinua na ameacha Mungu, ametoka kwa Mungu, ameenda kwa njia nyingine. Ndio sababu nataka niongee deliverance ambao inaendelea kukombolewa kwa watu wengi. Hawatakaa kwenye deliverance yao. Ni kwa sababu ya nini? Men of you wanasikia maneno ya watu. Men of you wanaenda kinyume na kile ambacho Mungu amewabariki nacho. Wanageuka na wanapelekwa katika weekend people. Wanachukuliwa na weekend people. Wale watu wenye wifu, wale watu wanakuonea kwa kuendelea, wale watu waliplani kukuua na wakashindwa, ndio wanaingiwa na kiburi na wanaingiwa na tamaa. Wanapoingiwa kwa hizo vitu, wanakuwa weekend to you, wanakuwa wachawi wako. Mchawi sio lazima aende akachukue miti shamba. Mchawi hata yule anakusikilia wivu wakati unabarikiwa, bado ni mchawi. Atumii uchawi, atumii miti shamba, atumii chochote kile, but ako na wivu. He can destroy you. Anaweza akakuletea maneno ya uongo, anaweza akakutoa kwenye njia ile ambayo inastahili. Na ndiyo sababu Daudi anasema kwamba katika mateso na mapigo aliyokuwa anapitia kati ya wanadamu, maandiko inasema kana kwamba hawakukuwa tena. Wakati Mungu ataanza kukuinua, hawatakuwa wale weekend people. Waondoke katika jina la Yesu. Wengine wanakuwa na kiburi, na hiyo kiburi inakuwa kama mkufu shingoni mwa mwanadamu. Many people ambao wanavaa mikufu kwa shingo zao, inakuwa ndio hiyo iko hapo. Akimaliza kuoga anaweka hapo, akitoka akienda anaweka hapo. Watu wengi wamekaliwa na maisha ya ulimwengu na wamekaliwa na kiburi. Katika hiyo mambo wanakaliwa na kiburi kiwango ya kuwa wameang kwenye shingo zao. Kiburi inawakalia
mambo yasiyostahili inawakalia. Kwa hivyo maandiko yanasema kwamba kiburi imewakalia kama mkufu shingoni mwao, jeuri huwafika kama nguo. Ujeuri, wacha twende, tusiende hiyo kanisa, tusifanye hivyo, tusifanye hivyo. Pastor ametuambia finally you my brother, my sister, wewe ndio utaumia, wewe ndio utateseka, wewe ndio utaibika. Kwa hivyo be yourself, kuwa wewe mwenyewe. Wachana na wanadamu, wamejawa na kiburi, wamejawa na udanganyifu. Si utoke ukae maisha yako, be yourself. Okoka na upende Mungu wewe mwenyewe. Naongea haya nikisema ya kwamba mambo mengi yametendeka kwa sababu ya watu wanaoleta kuonea wengine. Wanakuja wanapata umeombewa, umepona, lakini katika ile hali amekuwa adui yako. Katika ile hali wanaingia katika vita na wewe, wanaanza kukutoa. Finally wanakutafutia maneno ya kiburi, maneno ya uongo, maneno ya kukudanganya. Wanaingia katika hali ya kuwa na ya kukaliwa na ujeuri. Wanakukalia kama nguo, wanakukalia, lakini katika ile hali unakuta wewe ndiye ujielewi. Be yourself. Mimi sijaitolewa kwa kanisa na mtu, sijaitolewa kwa kanisa na mtu, sijaitolewa kwa kanisa na mtu. Na ile maisha ambao ninakaa, I think mimi niliabudu kanisa mbili, wachana na ile ya kimwili, na finally nikawa vile nilivyo. Wewe umeokoka na umetembea kanisa ya Catholic, AIC, umeenda Redeemed, umeenda. Be yourself, kuwa na msimamo na uwe wewe mwenyewe. Wacha kuondolewa kwa njia yako na mtu mwingine ambaye ana udanganyifu, ambao amelipwa ili apoteze watu wengine. Wacha hiyo yote na Mungu ataenda kusimama. Namba 7 inasema kwamba macho yao utokeza kwa kunenepa, wameipita kadiri ya mawazo ya mioyo yao. Naona huyu mtu anafikiria mambo mbili, anawaza vile atakudestroy, anawaza vile mambo yake yatakuwa. Ndio maana Biblia inasema kwamba macho yao imetokea, share it. Macho yao imetokea, na imetokea imekuwa ni kana kwamba haieleweki. Wacha nitumie that language, maana maandiko yanasema macho yao utokeza kwa kunenepa, wameipita kadiri ya mawazo ya mioyo yao. Wanapita uwezo wao. Kuna mtu halali kwa sababu yako. Kuna mtu halali akifikiria vile atakuondoa mahali unabarikiwa. Kuna mtu halali akifikiria vile atakudestroy. Nimekuja kwa hii life nikwambia ya kwamba be yourself. Tafuta Mungu, wachana na wanadamu. Ukiingia kwa kanisa, ukiona Mungu, stay there. Maandiko yanasema kwamba tafuteni Mungu maadamu apatikanapo, utampata na utamuona. Kwa hivyo be yourself. Wacha kulandalanda, wacha kuchanganyikiwa, wacha kurukaruka huku na kule. Then you see God, utaona Mungu na Mungu wa mbinguni atawabariki. Basi nimesema naitwa Pastor Chris. Tuko hapa Mlolongo Phase 3 Evangelism Fellowship Center. Tomorrow we have nice worship, nice service. Just come and God will bless you in the mighty name of Jesus. Click, share, comment. If you want to support us, you can use that number. Kuna numbers tumeweka hapo, even kwa comment tutaweka. Kwa comment tutaweka hiyo namba. Nambari yangu ukitaka kuongea na mimi ni hiyo namba 0724. Mwandishi wangu atawawekea kwa comment section na ipini hapo, muelewe na moyone. If you want to support, you want to buy water, want to support, you want to do something in this ministry, you are welcome, and God will bless you in the mighty name of Jesus Christ. Wacha Mungu awabariki na watendee makuu. Tutakuja tena baadaye kabla ya saa 6. Tutakuwa live kwa TikTok, tutakuwa live kwa hizo zote za live, tutakuwa kwa FB. Tunaendelea kung'ang'ana, tusaidieni ili tufikie
kukuwa na watu wale wanastahili, ili tupewe nafasi ya kuingia live kwa YouTube, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Share, comment, niambie kama kuna unguso hapo, na Mungu ataenda kusimama. You want to support us, use, tumia chochote. Unataka kutuma 100 bob kwa sababu ya kazi ya Bwana, tuma. Kama unataka kutuma chochote kile 300, 400, Mungu ataenda kukubariki na ataenda kukuonekania. Nikimalizia nataka nisome mstari wa 11. Nao usema Mungu ajuaje yako maarifa kwake aliye juu. Fahamu ndivyo walivyo wasio haki. Fahamu zao wale ambao hawajui kuna Mungu. Fahamu zao wanafikiria Mungu yuko mbinguni, atuko na yeye. But God is like this wind. Hii hewa tunafumua, Mungu wako hivyo. Tuko na yeye, niko na yeye hapa, ameketi hapa. Malaika wamesunguka hii nyumba. Uko na Mungu kila mahali. Bora uwe mwaki. Then utakapokuwa mwaki, God will bless you. Mungu atakubariki. When you support a man of God, wacha kuongea. That is why umelack blessing. Ukiongea umempa, nilimpa, nilifanya, wachana na hiyo. When you say it like a testimony, umemtolea mtumishi, umemtolea Mungu kwa pastor fulani na kaona Mungu. That is a testimony. But kusema nilitoa, hata hiyo shati amefaa, hata hiyo nonsense, hapo ndio mnakosea baraka. Ibada isiyo na sadaka sio ibada. If you want to give, give and God will bless you. Share and support. Share and support. Tunaitangwa Evangelism Fellowship Center. Tuko hapa Mlolongo na tunaendelea. Watu wa Kibwezi tunaendelea kujipanga. We are coming for crusade before the end of the year. So Mungu wa mbinguni awabariki. Nataka niwaombe na Bwana akawatendee. Baba, katika jina la Yesu, nanyosha mikono hii kwa yule msikilizaji na mtazamaji wangu atakaye nitazama kwa saa hii, atakaye nisikiliza kwa saa hii. Bwana, ninanena baraka. Wabariki wale watajielewa na kukaa kwa haki, wale wataelewa njia zao, wale wataelewa mababa zao wa kiroho. Bwana, wabariki, waonekanie. My Father, my God, nabariki wale wapo na wale watakuja kesho. Ibada ya kesho itakuwa nice worship. Tunataka kurejesha maabudu katika madhabahu yako. Bwana, naomba wabariki yeyote atakaye kuja, yeyote atakaye share, yeyote atakaye comment. I speak blessing in the mighty name of Jesus Christ. Bwana, wabariki, waonekane ukawatendee makuu in the mighty name of Jesus. Basi nawakaribisha, share, comment, na Mungu ataenda kukubariki. Nenda support kwa sadaka yako, anything. Mwandishi wangu atakuwekea hapo hiyo namba, na ukiangalia kwa profile yangu you can see a bank there. Unaweza ukatamani kusupport even at 10,000 or 100,000, you can use that number, cooperative. Then God will bless you in the mighty name of Jesus Christ. Bwana wa mbinguni awabariki na watendee makuu. Very soon from now tutakuja tena live niwaambie habari hii, na Mungu wa mbinguni atawabariki. Share, comment. You want help, unataka msaada, utachukua hiyo namba, WhatsApp me, send a message, just come and see the hand of God. Shalom, shalom, shalom. May God bless you in Jesus' mighty name. Amen. Nawapenda nyote. Nilikuwa nataka kuandika hapo kwa